Habari mpenzi mtazamaji, karibu tupate kujifunza katika mfululizo wa masomo tofauti tofauti kufuatia mada yetu yenye kichwa kinachosema magonjwa 10 yanayosumbua wanawake wengi kwa sasa. Na baada ya kuangalia magonjwa matatu ya mwanzo, leo tutapata kuangalia tena kuhusiana na tatizo au ugonjwa wa kutokwa na uchafu unaotoa harufu kali, ukeni. Na tutaangalia kwa makini kabisa aina zake, na lakini pia tutaangalia matibabu na tutaangalia pia nini kinasababisha tatizo hili ambalo wanawake wengi wa sasa wanapata kusumbuka sana na hawajui wapi watapata msaada wa kimatibabu au hata kujua nini kinasababisha hali hii. Mpenzi mtazamaji, yako matatizo mawili ambayo ni yote kwa ujumla wake ni kama yanalingana hivi, isipokuwa visababishi vyake ndio vinavyokuja kutofautisha kati ya moja na nyingine. Tatizo hili ni la kutokwa na uchafu, ukeni, lakini uchafu huu unakuwa unaambatana na harufu kali isiyovumilika. Muda mwingine utakuta mgonjwa anakuelezea kwamba anapata uchafu mzito ambao una harufu kali misili ya samaki aliyooza. Sasa ziko aina mbili. Aina ya kwanza inaitwa bacteria vaginosis na aina nyingine inaitwa trichomonas vaginalis. Kimsingi haya matatizo haya magonjwa ni magonjwa mawili tofauti, lakini yanashabihiana baadhi ya dalili zake na ni ngumu sana kutofautisha kama mtu sio mtaalamu wa afya au mtu ambaye hauko familia na magonjwa ya namna hii. Sasa tuanze na bacteria vaginosis. Bacteria vaginosis ni nini? Hii kama nilivyosema ni hali ambayo mwanamke anakuwa anatokwa na uchafu mzito ambao unakuwa mara nyingi ni cloudish, yani unakuwa na hali kama ya kijivu na unakuwa una harufu kali sana misili ya samaki aliyooza, na watu wengi hupatwa na wasiwasi na muda mwingine wanakumbwa na kiwango kikubwa sana cha aibu, kwa sababu hali hii isipodhibitiwa au isipopata matibabu hufikia hatua ambayo hata yeye mwenyewe anaanza kuipata hii harufu, au watu ambao wako karibu yake wanaanza kuisikia hii harufu ambayo ni kali sana misili ya samaki aliyooza. Sasa wengi huwa wanajiuliza na hawapati kujua nini hasa kinasababisha. Bacteria vaginosis inasababishwa na bakteria au bakteria ambao sio rafiki, ambapo chanzo chake huwa ni kutokana na uwiano usio wa kawaida kati ya bakteria rafiki na bakteria ambao wanaleta tatizo kwa maana ya ugonjwa, na bakteria hao wanaitwa lactobacillus, ambapo kwa kawaida huwa katika kiwango cha kawaida au katika uwiano wa kawaida huwa ni kama walinzi katika njia ya uzazi kwa maana ya ukeni. Huwa ni kwa ajili ya kulinda zidi ya maambukizi mbalimbali ukeni. Lakini iwapo hawa bakteria wazuri watapungua au kuathiriwa na mazingira ambayo sio ya kawaida, aidha huyo mwanamke labda anapata kujisafisha na sabuni au kemikali fulani, au wale wanawake ambao wanafanya douching. Kuna wanawake wale ambao huweka zile kemikali za kunukia ukeni. Sasa hizi kemikali huwa kwa kawaida zinaua hawa bakteria ambao ni rafiki na kubadilisha kabisa mazingira ya uke. Kwa hivyo inafanya aina mpya ya bakteria kujizalisha kupita kiasi kuliko hawa ambao tumeita lactobacillus. Kwa hivyo hawa bakteria ambao wanakuwa wamejizalisha kupita kiasi ndio wanaosababisha ugonjwa ambao baadaye huyo mwanamke anakuja kutoa uchafu wenye harufu kali kabisa, na bakteria hao basi wanaitwa Gardnerella
vaginalis. Gardnerella vaginalis ni bakteria ambao wanaosababisha hii hali ambayo tunaita ni bacterial vaginosis kutokea. Na inatokea wakati gani? Wakati ambapo kunakuwa na uwiano usio wa kawaida kati ya hawa bakteria ambao tumesema Gardnerella vaginalis na hawa bakteria ambao ni walinzi wa uke ambao ni Lactobacillus bacteria. Sasa naomba tuangalie japo kwa kifupi dalili zake ni zipi. Japo nimekwisha toa introduction hapo juu, lakini dalili yake kubwa kabisa na namba moja huwa ni kutokwa na uchafu ukeni wenye rangi ya kijivu au muda mwingine kijani mpauko, na uchafu huu basi huwa na harufu mbaya misili ya samaki aliyooza. Na hasa uchafu huu unaweza kuwa unatoka katika hatua za awali, unaweza kuwa unatoka labda akiwa anajisafisha au wakati wa kukutana ile wakati wa tendo, lakini katika hatua za baadaye huu uchafu unakuwa unatoka tu wenyewe hata kama atakuwa amekaa tu, basi uchafu unabakia katika panti yake au nguo za ndani. Lakini pia unaweza kaambatana na miwasho kiasi. Ni tofauti na miwasho ambayo anaipata katika mgonjwa wa fungus, lakini hii miwasho huwa ni ya vipindi vifupi na sio severe. Yani ni miwasho midogo midogo ambayo haidumu muda mrefu. Lakini kama hii hali isipodhibitiwa kwa wakati, mara nyingine mwanamke anaweza kuwa anapatwa na maumivu na hasa maumivu wakati wa tendo. Lakini hii ni hatua ya baadaye sana. Lakini nitoe angalizo. Muda mwingine mwanamke anaweza kapata hii shida ya bacterial vaginosis bila ya dalili za wazi, hasa dalili ya kutokwa na uchafu, lakini akatoa tu harufu ile kali ambayo kiukweli huwa haivumiliki harufu kwa sababu inakuwa ni kali sana. Sasa ambapo tupate kuangalia, je, tatizo hili linaambukizwa labda kutoka kwa mtu kwenda kwa mtu mwingine? Ukweli ni kwamba bacterial vaginosis haiambukizi au sio tatizo ambalo linapatikana kwa kuambukizwa kutoka kwa mtu. Ni mwanamke mwenyewe kutokana na hali tofauti ambazo anakuwa anapitia. Hapa tumeeleza kwamba ni uwiano usio wa kawaida kati ya bakteria rafiki na bakteria ambao wanaleta magonjwa katika uke. Lakini pia mabadiliko ya hormone yanaweza kapelekea hali ya namna hii. Lakini pia hali ya umri wa mtu. Umri unavyokuwa unasogea sana, hasa kwa wanawake ambao ni juu ya miaka 45, wanakuwa katika riski zaidi ya kupata tatizo hili kwa sababu kunakuwa katika sehemu zao za siri au katika njia zao za uzazi kunakuwa na uwiano usio wa kawaida wa bakteria hawa rafiki na bakteria hao wanaoleta shida. Tuangalie sasa. Tumeshajua kwamba tatizo hili haliambukizwi, lakini linasababishwa na uwiano usio kawaida wa bakteria rafiki na bakteria hao wanaoleta shida. Lakini nini suluhisho la ugonjwa huu au nini matibabu kwa tatizo la namna hii? Mpenzi mtazamaji, bacterial vaginosis licha ya kuwa haiambukizwi kutoka nje, lakini ziko dawa ambazo mtu anapaswa kutumia ili kukaa sawa, na dawa hizo ni za kawaida kabisa ambazo ni antibiotics za kawaida. Labda hapa nitataja chache tu ambazo ni maarufu sana kama metronidazole. Hii jina maarufu zaidi watu huita Flagyl. Basi mgonjwa anapata kutumia dawa hii pamoja na mchanganyiko wa dawa nyingine, zinaweza zikawa jeli za kupaka ukeni au
vaginal creams anaweza tumia, au anaweza pata sindano ya clindamycin. Lakini pia hii clindamycin iko na formulation nyingine, anaweza pata katika cream pia za ukeni. Lakini pia inaweza ikawa vidonge vya kumeza, na aina nyingine ya dawa ambayo anaweza kutumia kwa tatizo hili ni tinidazole. Hii tinidazole kimuundo inataka ilingane kidogo na hii metronidazole au flagyl, lakini utofauti wake ni namna ya umezaji, lakini pia na uwezo wa dawa yenyewe. Sitaelezea kwa kina namna ya mtu kutumia, kwa hivyo naacha room hapo. Kama utakuwa umepata kutizama video yetu na ukawa na mtu ambaye ana tatizo la namna hii, au wewe mwenyewe uko na tatizo la namna hii, basi usisite kuwasiliana nasi au kufika katika kituo cha afya au sehemu ambao kuna mtaalamu wa afya na ukamwelezea atakupangia namna gani basi uweze kutumia hizi dawa kwa uangalifu na kwa kitaalamu kabisa, ili uweze kupona kikamilifu. Lakini dawa zote hizi ni lazima zitumike kwa utaratibu unaoelekezwa na daktari, na ndio maana hapa hatujataka tuelekeze moja kwa moja, kwa sababu najua asili ya Waafrika au jamii zetu za Kitanzania, akisha pata maarifa kidogo anataka atumie hayo tu. Lakini kwa upande wa dawa ni vema kuwa makini kidogo. Ukihitaji dawa ni vema kwanza uwasiliane na mtaalamu wa afya, na kuwasiliana kwake inaweza ikawa either kufika katika hospitali au pharmacy, community pharmacy, ueleze maelezo kwa kina ili pate kujiridhisha kwamba uko na tatizo hili la bacteria vaginosis. Kwa hivyo upate dawa sahihi kufuatana na tatizo lilokuwa nalo. Na hii ni kutokana na ukweli kwamba matatizo ya namna hii yanalingana sana. Kwa hivyo ikiwa wewe ni mgonjwa, unaweza ukachanganya dalili za ugonjwa huu na ukahisi kwamba una tatizo fulani, kumbe ni matatizo mawili tofauti. Lakini pia matumizi ya dawa za kuosha uke mara kwa mara, yani kama douching nilizozielezea hapa, hazipendekezwi kwa sababu zinaongeza hatari ya kurudia au kupata tatizo la bacteria vaginosis au kutokwa na uchafu unaotoa harufu kali ukeni. Mpenzi mtazamaji wa channel yetu pendwa kabisa ya elimu na afya, nitoe wito tu kwa ufupi. Bacteria vaginosis ni hali ambayo inasababishwa na kutokuwa na uwiano wa bakteria ukeni, lakini dalili yake kubwa ni kutokwa na uchafu wenye harufu mbaya mithili ya samaki aliyooza, na uchafu mzito wenye rangi ya kijivu au kijani mpauko. Na matibabu yake yanapatikana kwa urahisi kabisa katika community pharmacy, lakini pia hospitali yoyote ambayo utakayoenda unapata matibabu ya tatizo hili la bacteria vaginosis. Sasa tupate kuangalia kuhusiana na ile pati ambayo nilisema ugonjwa ambao unafanana na huu ambao unaitwa Trichomonas vaginalis. Sasa tofauti na bacteria vaginosis, hii Trichomonas vaginalis yenyewe inasababishwa na protozoa ambao tunasema ni parasite, ambao hawa parasite wanapatikana au wanajulikana kwa jina la Trichomonas vaginalis. Na ugonjwa huu ni miongoni mwa magonjwa yanayosababishwa kwa njia ya kukutana. Kwa hivyo ni tunaiweka katika kundi la STI, kwa maana ya sexual transmitted infection. Sasa na huu ugonjwa unaathiri zaidi wanawake kuliko wanaume. Labda hii nitoe kidogo ufafanuzi. Kwa mwanaume hawezi
anaweza kapata, lakini ni nadra sana kumwona mwanaume amepatwa na tatizo la namna hii. Mara nyingi ugonjwa huu unapata kuwashambulia wanawake zaidi, na moja ya dalili kubwa ya trichomonas tumesema ni kutokwa na uchafu mzito. Na hii ieleweke, uchafu unaotoka katika tatizo hili la trichomonas vaginalis unakuwa ni tofauti na uchafu ule unaotoka na kwenye tatizo lile la awali ambao ni bacteria vaginosis. Hapa uchafu wake ni mzito sana na harufu yake ni kali sana. Sasa trichomoniasis au trichomonas vaginalis yenyewe kama nilivyosema inasababishwa na hii protozoa ambayo inaitwa Trichomonas vaginalis, na kimelea hiki huishi kwenye njia ya uke kwa mwanamke na kwenye urethra kwa mwanaume kama ikimpata, lakini mara nyingi ni katika njia ya uke. Na njia kuu ya maambukizi ni kupitia tendo la ndoa ambao litafanyika bila kinga, na mara chache sana kama nilivyosema inaweza ikapitia kwa mwanaume, lakini ni mara chache sana mwanaume kupatwa na tatizo la namna hii. Na dalili zake ni kama ifuatavyo. Moja, nimekwisha sema hapo, kutoka na uchafu mzito ukeni, na mara nyingi uchafu unakuwa ni wa kijani au njano. Na hatua za awali uchafu huu huwa kama povu, yani unakuwa kama povu hivi, na harufu yake huwa ni mbaya sana. Hapa miwasho huwa ni kwa kiasi kidogo sana na pengine isiwepo, isipokuwa tofauti na ile ya kwanza kwamba katika tatizo hili la trichomoniasis au trichomonas vaginalis yenyewe hapa mwanamke anakuwa anapata maumivu wakati wa tendo, lakini pia anapata maumivu ya chini ya kitovu. Na kama hatua itakuwa imeenda mbali zaidi hajapata matibabu katika hatua za awali, basi anapatwa na shida fulani ya kuvimba katika shingo ya kizazi au uke, kwenye mashava ya uke kwa karibia na ile kwa kitaalamu inaitwa rabia. Hii mashavu ya uke kwa ndani anapatwa na hali fulani ya wekundu na hali ya kama kuvimba hivi. Sasa hii husababisha vimajeraha vidogo vidogo ambavyo wakati wa kwenda haja ndogo huwa inaweza ikawa inamletea maumivu pia. Sasa kwa mwanaume ikitokea imempata hali ya namna hii, anakuwa anaonesha dalili gani? Wanaume mara nyingi hawana dalili, lakini baadhi yao mara chache sana anaweza akawa anapata hali ya kutekenya katika urethra, yani katika njia hii ya mkojo. Yani baada ya kuwa umekutana na mwanamke mwenye hali ya namna hii, baada ya siku kama moja, yani kuanzia siku ya kesho yake unapata hali kama ya kutekenya, yani unasikia hali kama kuwashwa uzuri hivi, yani unatamani kama ukune katika hii njia ya mkojo. Lakini unapata maumivu wakati wa kukojoa, maumivu ambayo unatamani, yani mkojo unatamani wewe unatoka, yani kwa sababu unakuwa kama kuangua hivi, sijui nitumie lugha gani nyepesi, kama unakukuna hivi katika hii urethra, hii njia ya kupitisha mkojo. Lakini pia mwanaume anaweza kupatwa na kutoka na hali kama ya usaha, lakini usaha mwepesi, yani ni viuchafu ambavyo ni vyepesi sana. Hebu tuangalie, je, tatizo hili lina matibabu au ugonjwa huu sasa wa trichomoniasis au trichomonas vaginalis una matibabu kama ulivyo ule mwingine wa bacteria vaginosis? Jibu ni ndio. Matibabu ya trichomoniasis ni rahisi na yanapatikana almost ni kila mahali. Kwa sababu nikisema kila mahali namaanisha dawa zake ni za kawaida kabisa, ambazo ni antibiotics hizi za kawaida, ikiwemo ile Flagyl ambayo tumekwisha iona kule, lakini doxycycline unaweza tumia hiyo. Lakini pia unaweza tumia ceftriaxone ile
ile sindano ya kuchoma katika mshipa. Lakini pia ziko antibiotics zingine ambazo unaweza tumia kama ciprofloxacin, lakini pia levofloxacin na aina nyingine za antibiotics kama tinidazole zinatumika hizo. Sasa zinatumikaje hapa sitaelezea kwa sababu ya utaratibu tu wa kawaida, kwamba ukielezea namna ya kutumia dawa basi mtu hatafuata mtaalamu wa afya ili apate kuelezea kwa kina na mtaalamu akamuelewa tatizo lake vizuri ili aweze kumwelekeza dawa sahihi. Kwa hivyo kama utakuwa na shida ya namna hii, nitoe wito tu, either uwasiliane na sisi au ufike katika community pharmacy au hospitali upate kukutana na mtaalamu wa afya ukamuelezea kwa kina kuelewe, na kutoka hapo basi atakupatia hizi dawa kwa utaratibu maalum kulingana na mwongozo wa kimatibabu unavyosema. Lakini pia nitoe wito, tatizo hili la pili linachochewa sana na mambo yafuatavyo. Kwanza, kukutana kwa maana ya ngono isiyo salama. Yani kama unakuwa unakutana na hautumii kinga, basi unakuwa ni katika mmojawapo wa wahanga ambao unakaribia kupata tatizo hili la trichomoniasis au Trichomonas vaginalis. Lakini pia watu wenye wapenzi wengi, hii pia wanakuwa katika riski ya kupatwa na tatizo hili la Trichomonas na hii ieleweke kwamba tatizo hili hushambulia zaidi wanawake. Kwa hivyo mwanamke mwenye wapenzi wengi anakuwa katika riski zaidi ya kupatwa na tatizo hili la Trichomoniasis. Na mwisho kabisa, nipende kutoa wito, ni vema sana unapopata matatizo kama haya ambayo kwa mtu ambaye sio medical personnel ni ngumu kujua tatizo hili ni tatizo gani. Ni vema usitumie dawa moja kwa moja, na badala yake uweze kufika hospitali na uweze kuelezea kwa kina, mtaalamu aweze kukufahamu ni nini hasa tatizo lako, na uweze kupewa dawa kwa usahihi kabisa. Mpenzi mtazamaji, usisahau kusubscribe, like, comment na kushare katika channel yetu, na video inayofuata itakuwa inahusu tatizo la PID. Maana PID imekuwa ikisumbua watu kwa muda mrefu sasa. Kwa hivyo tutaelezea kwa kina kabisa PID ni nini, inasababishwa na nini, dalili zake ni zipi na matibabu yake ni yepi. Kwa hivyo usisite kubaki nasi katika channel yetu.